Mpenzi msikilizaji, asante kwa kunipatia muda. Asante kwa kunifuatilia. Leo nimekuja na mada moja tu na mahusiano. Mahusiano yamekuwa sintofahamu katika jamii yetu. Yamekuwa sintofahamu kila kona. Vilio, watu wanajinyonga, watu wanakunywa sumu, mahusiano. Lakini leo nimekuja na dawa ili kusudi hizo changamoto ziishe. Wewe kijana, wewe binti, unapoingia kwenye mahusiano, kitu kikubwa ambacho tunafika sehemu watu tunalia, tunasahau tulipotoka. Wewe kijana, hakikisha unamshirikisha Mungu. Wewe binti, hakikisha unamshirikisha Mungu. Unataka kuingia katika mahusiano na mtu wa aina gani? Ni mcha Mungu, ni mpagani, ni mtu wa aina gani? Usiingie tu. Mahusiano yana muhimili wake. Na sio tu vijana, hata kina mama ndani ya ndoa, mlioko ndani ya ndoa. Mahusiano lazima utambue mwasisi wa mahusiano ni nani. Unapoingia kwenye mahusiano bila kujua kwamba dira na mwelekeo mwenye mahusiano ni nani. Mungu ameanzisha mahusiano kwenye bustani ya Edeni. Wewe unapoingia kwenye mahusiano unaanza kwenda kwa waganga. Kwani uende kwa waganga? Kwani umfuate shetani ambaye hana kabisa hata mahusiano ya aina yoyote? Shetani kazi yake ni kuvuruga. Sasa leo mimi nataka nikurudishe. Ukisoma Mathayo 19 mstari wa 6. Ukisoma yote irudie tena uichukue kabisa, mtumishi wa Mungu. Mpenzi msikilizaji, Mungu anachukia kuachana. Na kama Mungu anachukia kuachana, anajua. Ndio maana watu tunakufa, ndio maana watu tunalia. Anajua kuna changamoto. Kinachotupelekea kulia sisi tumemsahau Mungu. Tunatakiwa turudi tusome maandiko matakatifu. Mungu azungumza, anachukia kuachana. Anaelewa ukishamtegemea Mungu hakuna kuachana, hakuna kulia, hakuna kujuta. Na kama kuna kilio, basi kuna njia ya kutokea. Lakini tunapotembea wenyewe, tunatumainia akili zetu, tunafeli mtihani. Lakini leo mpenzi msikilizaji, wewe endelea kunifuatilia, kwa sababu tumeanza safari njema ya kukutana na Yesu Kristo mara ya pili. Hakuna kulia, hakuna kufa tena bila matumaini. Mungu awe wa kwanza kwa kila kitu, kwa sababu yeye ndio mwasisi wa kila kitu. Bila Mungu mimi siwezi kuwepo wala wewe kuwepo. Lazima Mungu tutambue nafasi yake sisi tukingali hai tukiwa hapa duniani. Unapotambua nafasi ya Mungu, Mungu anafanya yaliyo mema machoni pako. Anafanya Mungu yaliyo mema katika maisha yako, mpaka mwisho wako, mpaka mwanzo, na mpaka kila kona unapopita, Mungu anakuwa pamoja na wewe. Mpenzi msikilizaji, ninakusihi, ninakupa hiyo shauku iwe kwako. Hiyo shauku utembee nayo. Usiache kusoma hiyo Mathayo 19 mstari wa 6. Utakutia nguvu. Soma yote. Tusiwe wavivu kusoma maandiko matakatifu. Huo ndio muhimili wa sisi kukutana na Mungu mara ya pili. Sisi hatujajileta, tumeletwa Baba wa mbinguni. Kwa hiyo kama tumeletwa na Baba, ipo siku atakuja kuchukua tathmini kwangu na kwako. Na mpenzi msikilizaji, nakupenda, ninakusihi, asante kwa kunifuatilia na asante kwa kunisikiliza. Ninakualika tena kipindi kijacho tuwe pamoja. Asante sana, asanteni kwa